Maana ya maudhui. Maudhui ni mambo au maswala kwa wingi ambayo mwandishi anajadili, mfano, elimu, umaskini, dhulma. Maswala ni kwa wingi, lakini katika umoja ni maswala. Kwa hivyo usichanganyikiwe na neno maswala na maswala. Unapoandika, kumbuka kuangazia wingi na umoja. Sasa acha tuone maudhui ya magonjwa katika Biblia ya maisha ambayo imeandikwa na Timothy M. Arege. Maudhui ya magonjwa yanajitambulisha pale ambapo nyumbani kwake Sara anachukua vidonge vya dawa na kuvimeza. Hili ni tendo tunaloelezwa na mwandishi katika onyesho la kwanza. Yona anapoingia anamuuliza Sara, mbona hakuna chochote chakula, yaani moshi haufuki. Sara anamwambia ulaumu ugonjwa anao sababu si kupenda kwake kutopika katika ukurasa wa kwanza. Pili, Yona anatumiwa pesa za kununua dawa. Sara anatufahamisha katika mazungumzo yake na Yona, Neema ndiye aliyemtumia kumaanisha alikuwa mgonjwa. Hapa ni katika ukurasa wa 3. Neema anamkumbusha Sara mama yake kuwa daktari alimueleza kiini cha ugonjwa wake ni vurumai za nyumbani kwake. Vurumai hizo kama kelele, matusi na vita za kinyumbani zimesababisha tatizo lake la moyo, yaani ugonjwa. Pale katika ukurasa wa 20. Kiwa anasema alimuona Sara akitoka kliniki akimueleza mama yake Dina. Kiwa anadhihirisha maudhui ya ugonjwa kwa kumrejelea Sara alienda kliniki kupokea matibabu katika ukurasa wa 6. Tuone katika mfano mwingine ni pale Neema anamsihi bwana yake Buju, samahani, neno Buju alina acha turekebishe. Hivyo basi Buju amtilie pondo aweze kugharamia matibabu ya mama yake Sara, kwani anamueleza pesa yake haitoshi. Anasikitika atakavyomsaidia mama yake. Hili linaonyesha maudhui ya ugonjwa na madhara yake. Hapa tunarekebisha neno Buju, usisahau halina ndio na kuelekeza hapa kwa kidole. So tuenende katika hoja nyingine. Kumbuka hoja zako uandike katika aya. Kwa kila aya unaandika hoja moja na kuieleza sawa sawa. Neema anampeleka mama yake hospitalini ambaye ni Sara. Anafurahia matibabu mazuri huko mjini pamoja na huduma zao kama usafi, kitanda na gondoro nzuri. Hata kama Sara hajapata nafuu kabisa, anamuomba Neema na Asna watoto wake aondoke kwa sababu ya gharama ya juu pale hospitalini, kwa sababu ya ugonjwa uliompeleka pale. Katika ukurasa wa 42, maudhui ya ugonjwa yanadhihirika ambapo Beni na Yona ambao ni wazee wa kijiji wanasherehekea mavuno ya mzee mwenzao Luka. Yona ni bwana ya Sara ama mume. Beni anawalaumu watoto wa Yona ambao ni wasichana kwa kumpeleka mkewe Sara jijini na kumwacha Yona akihangaika peke yake. Yona anamuarifu inafaa maana Sara alienda kupokea matibabu na akipata nafuu atarudi. Kwa hivyo Yona anamtetea mkewe Sara alienda pale mjini si kwa sababu ya starehe bali ni kwa sababu ya matibabu kutokana na ugonjwa nao
kuugua. Sara anamwambia Neema anapata nafuu, hoja nyingine, ila dawa zimemtia uchovu. Hapo wanazungumza wakiwa hospitalini. Sara pia anashangaa amelazwa siku 4 pale bila kuweza kufahamu ni ngapi sababu ya maradhi. Kwa hivyo vile hapo wanarejelea maradhi na madhara yake katika ukurasa wa 43 na 44. Sara anamueleza Yona bwana yake kuwa ugonjwa haungembakisha kama si Neema jitihada zake. Neema alimpeleka kwa wataalamu na kumuokoa Sara. Hizo ndizo jitihada za Neema, kumuokoa mamake Sara kutokana na ugonjwa wa moyo. Hili linadhihirika pale katika ukurasa wa 2 katika tamthilia Bebea ya Maisha. Lakini unapoandika katika mtihani kumbuka usiandike ukurasa tafadhali. Nimeandika kwa ajili ya anayesoma aweze kuelewa, na pia anaweza pale kufungua kitabu chake ama ile tamthilia na kuelewa kama jinsi nilivyododoa hizi hoja. Pia usisahau ukimaliza kuandika hitimisho. Unapoambiwa uelezee maudhui fulani, lazima uanze kwa utangulizi, mwili ambayo ni maelezo. Alafu kisha mwisho andike hitimisho, lakini usiandike jina hitimisho. Jina langu ni Mwalimu Linda. Like, subscribe and follow. Karibu.